msingi Yesu alikaa ndani yako, kama anavyojulikana kutokea Pakistani mpaka Tanzania, na wewe pia unaweza kujulikana kutokea Pakistani mpaka Tanzania. Kama Yesu anavyojulikana kuzimu duniani na mbinguni, wewe pia mbingu zinakujua, dunia inakujua, na kuzimu inaijua sauti yako leo utakapoanza kuomba. Haleluya! Hatuna mipaka kwenye ulimwengu huu, au hata kule rohoni hatuna mipaka. Kama unanielewa watu wa Mungu? Nasema ukamnunulia Mungu nachokitafuta. Anasema baada ya kutununua, mstari wa 10, akawafanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nini? Wanamiliki juu ya nini? Kwa hiyo Yesu alipotununua ili kwamba tuweze kutenda kazi nzuri, alitupatia ofisi mbili. Ofisi ya kwanza inaitwa ofisi ya kikuhani, ofisi ya pili inaitwa ofisi ya kifalme. Ukuhani ni nini? Ukuhani ni uwakilishi wa Mungu duniani. Mchapie Bwana Yesu makofi. Na kuzungumzia kuhani ni mtu anayemwakilisha Mungu kwenye hii dunia. Nisikilize, kwa ajenda za Mungu. Nikisema nimemwita kaka Satieri ameliwakilisha kanisa, maana yake kanisa lote lingeweza kuwa kwenye kikao, lakini kwa sababu ule ukumbi ni mdogo, alikuja mtu mmoja kubeba ajenda za kikao azilete kanisani. Bwana asifiwe. Na ajenda za kanisa kuziwasilisha kule. Kwa sisi tulipoitwa makuhani, maana yake tumebeba ajenda za Mungu kwenye dunia. Amen. Kwa kama mimi nisingekuwepo, maana yake malaika Gabrieli, malaika Mikaeli, Mungu Yesu Kristo walitakiwa kuwepo kwenye hicho kikao. Lakini kwa sababu mimi nimeenda kwenye hicho kikao, imetosha, mbingu zimeamini kwamba uwepo wake, sisi tuko pale. Haleluya! Haleluya! Ukuhani ni ofisi ya wanadamu kumwakilisha Mungu duniani na kuzichukua ajenda za dunia kuzipeleka mbele za Mungu. Wangapi wanaelewa vizuri? Kwa hiyo mambo yakiharibika kwenye taifa, wakati nyinyi mnamtazama rais wa nchi, Mungu anatazama nyinyi. Elewa vizuri. Vitu vikiharibika kwenye familia yako, unaposema baba uko wapi? Onekana. Mungu anakuambia hujasimama na mimi nakusubiri usimame. Kwa 90% ya mambo ambayo tunamsubiri Mungu afanye, Mungu pia anasubiri sisi kama kuhani tusimame. Amen. Makana na vizuri. Amen. Ngoja nikwambie. Hii ofisi ya kikuhani inalifanya kanisa liende mahali ambapo ndio jibu pekee la dunia. Nisikilize. Inakufanya wewe kuwa ni jibu pekee la Tanzania. Inakufanya wewe kuwa ni jibu pekee la kampuni yako inayotaka kuanguka. Maana yake wakati mifumo ya kampuni yako inashuka chini, mifumo ya taasisi unafanya kazi inaanguka, mifumo ya kazi yako inashuka chini, Mungu anachokifanya anakusubiri wewe kama kuhani usimame kwenye zamu yako. Vitu vianze kukaa sawa. Kwa sababu sio mkuu wa idara hapo, wala sio CEO, wala sio mkuu wako wa kitengo mwenye uwezo wa kurekebisha, kwa sababu hichi kitu kimezaliwa rohoni. Anayeweza kusolve ni anayeweza kwenda rohoni. Wakati mnanielewa? And then kanisa au wewe ndio mmoja pekee ambaye amepewa kibali kwa Roho Mtakatifu na kwa damu ya Yesu kuingia kwenye mahakama ya mbinguni, mahakama kuu kuliko mahakama zote, ili kwamba aweze kubadilisha mambo. Kwa unapokuwa kwenye taasisi, unapokuwa kwenye familia yako, wewe ndio mmoja pekee ambaye Mungu amekupatia kibali cha kwenda kwenye mahakama kuu kuliko mahakama zote, ubadilishe mambo kutokea huko. Haleluya! Maandiko yanasema Yesu akatukuzwa, akaketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba, hapo kwa sasa na sisi pia tumeketishwa pamoja naye. Kutoka kwenye huo mkono wa kuume wa Mungu Baba, hapo tunakemea na pepo yanaondoka. Kutoka hapo tunabadilisha mambo duniani. Kutoka hapo tunabadilisha mifumo ya utawala wa giza. Kutokea hapo. Kwa wewe kama kuhani ambaye Yesu amekuchagua, wewe ndio una uwezo wa kuona mambo, unatazama mambo, okay, hapa mambo hayaendi sawa. Ukirudi chumbani kwako kwa sababu baba, nimekuja, mimi ni kuhani wako. Radida, sielewi pale kazi. Mambo hayaendi sawa. Baba, hii ajenda ninaileta kwenye kiti chako cha enzi. Baba, kwanza sasa ninahukumu kila roho inayotenda kazi kinyume na ile kampuni. Katika jina la Yesu. Ragida, baba doshe de baby, aibrando kotea. Kesho naenda kazini. Unasikia kuna watu wamewadimote kazini hawapo. Kuna watu wamefukuzwa kazini. Jana tulipokuwa tunazungumza na baba uliona ni maneno ya kawaida. Lakini kumbe kuna nyaraka zilikuwa zinaandikwa kwa sababu kuhani amekuja na ajenda. Mtoto wako haeleweki, unaenda mbele za baba. Sasa Mungu, hii sio aina ya uzao ambao ulisema utanipa. Nikisoma neno lako sioni aina hii ya uzao. Hichi kinachoendelea kwenye uzao wako sio cha kwako. Kwa hiyo baba, nimekuja kama kuhani. Chochote ambacho shetani amekipanga, mimi kama kuhani wa familia yangu, hakitaendelea. Na kata hiyo connection sasa hivi. Wakati unasema hivyo, Mungu, ngoja nitakuja kuendelea.
Mungu ana agenda anazifanya na wanadamu waliopo kwenye mwili, lakini pia Mungu ana business, ana agenda anazifanya na viumbe wasiokuwa wanadamu, malaika na roho zingine. Unanielewa? Kwa wakati sisi tunaomba kama wanadamu, ukishaenda na hiyo agenda yako, Baba uzao wangu Baba hapo hivi, Mungu anasema mwanangu, okay, sawa, anakupatia kama amani kako, unatoka kwenye maombi una amani. Haujui wewe unampata amani, lakini kumbe kwenye ulimwengu wa roho Mungu amemwasaini malaika Gabriel. Malaika Gabriel utafanya moja mbili, malaika Mikaeli utafanya moja. Oh my God! Umemaliza maombi, masaa mawili yamepita. Mikaeli yupo huko anapambana, anakata, anavunja, anaharibu, wanakamata, wanavuruga everything. Nyaraka zinaandikwa, kina Gabriel wanapeleka ujumbe kwamba okay, yule mtoto pale wa mama fulani alizuiwa na roho za giza toka zamani ya kusomaga. Kwa malaika Gabriel anaenda kama malaika wa ujumbe kwa tajiri fulani. Kwa bwana kuna mtoto fulani yuko mtaa fulani anabidi kwenda shule na ile familia haina, anapeleka hela kule. Haleluya! Hivyo ndivyo Bwana anafanya kazi. Imeanzia wapi? Ofisi ya kikuhani ambapo Mungu amekupatia hiyo kofia ya kikuhani itakusaidia. Nielewe, kuna siku utakuja kuhitaji ambulance ya majibu kutoka mbinguni. Wakati hapo pastor hapatikani kwenye simu, amepumzika zake chumbani kwake amelala, mtoto wako yuko hoi, povu inatoka mdomoni. Utahitaji kofia ya kikuhani iweze kukusaidia.